Ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Mnasalimiwa na mtumishi Jessica na anawasalimia katika jina la Yesu. Nataka tu kuongea na wewe mpendo ulio mahali hapo kuhusu mamlaka ambao tumepatiwa kama sisi wa Kristo, watu ambao wameokoka, ile mamlaka ambao wamepatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka tu kuongea na wewe ambao umejisahau, ambao wewe mwenyewe uko mahali ambapo ni uko njia panda ama umechanganyikiwa. Siku ya leo na kukumbusha ya kwamba mamlaka tulipatiwa na Yesu mwenyewe. Haleluya! Na lazima hiyo mamlaka tuyatumie, kwa sababu wengi tunachanganyikiwa kwa sababu ya mashida tulio nayo. Haleluya! Nami nataka tu kuongea na wewe mpendo ulio mahali hapo, haijalishi ni mangapi yanakusumbua, lakini siku ya leo waache tumkaribishe Roho wa Mungu mahali hapa. Haleluya! Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ishiye na kutawala, ninakushukuru kwa sababu ya uzima, kwa sababu ya neema yako umetupatia mwana wa Mungu. Ninakuita Bwana wa majeshi, mfalme wa amani, ukaweze Baba yangu kunena nami wakati una majira haya Bwana. Uacha ukatie maneno yako ndani ya kinywa changu Jehova. Naponena ni nene yaliyo yako, yangu ukayaondoe, ukakae ndani yangu, sababu wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Ninaamini ya kwamba tutabarikiwa, na mimi na wewe tutabarikiwa, na mamlaka lazima tutatumie, kwa sababu Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa na wanafunzi wake. Wale wanafunzi ambapo alikuwa na wao waliweza kuwapatia mamlaka, na mmoja wapo ni Petro. Petro aliweza kuzungumziwa na Yesu, akamwambia juu yako nitalijenga kanisa lake, na ufunguo yeye atampatia. Haleluya. Nataka mwanzo nisome tu, naamini ya kwamba utabarikiwa pamoja na mimi. Nitasoma katika kitabu cha Mathayo 16 ule mstari wa 18. Nasoma katika jina la Yesu. Nami nakwambia wewe ndiwe Petero, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala mlango ya kuzimu haitalishinda. Haleluya. Huu mstari wa 19 anasema, nami nitakupa wewe funguo za mamlaka za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Haleluya. Na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haleluya. Basi huu ni ujumbe wako, na ambao ndio ambapo Yesu mwenyewe alituachia hapa duniani, na alipotuachia alitupatia ufunguo, na huu ufunguo ni neno la Mungu ambalo alitupatia ni maombi, na huu ufunguo ni mamlaka ambao uliopatiwa na Mungu. Yaani ni yale mamlaka uliopatiwa na Mungu ukaweze kuyatumia kwa maisha yako. Haleluya. Wenda wewe ni mgonjwa na ujui ni shida gani, umeenda hospitalini umeona hata hakuna ugonjwa, umepimwa vipimo vingi na umeona kwamba hakuna ugonjwa, lakini wewe hukuingia katika maombi ukasema kwamba nitaingia nione ni kitu gani kinakusumbua. Wewe umeanza kukimbia hospitalini, ukaenda kutafuta nini? Ukaenda kutafuta dawa, na saa zile vipimo havikuonekana huo ugonjwa. Haleluya. Lakini unapoingia katika nyumba ya Mungu na unapoingia katika maombi, ukemea ufalme wote wa giza unaokusumbua, ni homa, ni malaria, ni nini, inatii inakuondokea. Lakini saa zile wewe uko mahali hapo, uko na shida gani? Hauna kazi, huwezi kuingia katika nyumba ya Mungu, umwambie Baba nahitaji kazi. Wewe ile mamlaka huwezi kuitumia. Haleluya. Ni mtoto wako amekuwa ni mgonjwa mahali pale, mtoto amezimia, mtoto umeshindwa, huyu tutampeleka wapi? Badala uingie kwa maombi, ukemea roho ya mauti, ukemea roho ya magonjwa ikuondokee, wewe unakimbia, umechanganyikiwa. Mara unaenda kutafuta mapasta, niombee mtoto yuko hivi. Saa hiyo utapiga simu, saa zile utapiga simu, utaona ni mteja, ama unaona kwamba haingii, unaanza kuchanganyikiwa. Badala saa zile mtoto amezidiwa, unaanza kukemea hiyo roho ya magonjwa, unakemea roho ya mauti. Wewe hutaki kukemea, unakimbizana niombee, kwa sababu wewe mwenyewe hujui mamlaka uliofanya nini kupewa. Umekaa hapo wewe una kazi, hutaki kwenda kutafuta kazi. Mwambie Mungu, nipe kibali cha kwenda kutafuta nini? Kazi. Haleluya.
Kwa hiyo siku ya leo ni mamlaka ambayo uliopatiwa. Wakristo tunateseka kwa sababu yale maneno ambayo tunayafanya. Haleluya. Ametuambia kwamba ametupatia mamlaka. Na akasema kwamba tunapofunga ile kitu kinasumbua pale kazini. Haijalishi, watu wengi wameogopa wachawi. Watu wengi wanasema kwamba nilirogo. Hakuna kurogae tabia zako mbaya. Ni lazima we mwenyewe tayari uchukue mamlaka uliofanya nini? Ulimpendo ulio mahali hapo. Nimekuambia kwamba yatumia mamlaka. Haleluya. Ninasema ya kwamba ni wakati wa kutumia mamlaka uliopatiwa na Bwana Jesus. Haleluya. Wewe uko mahali hapo, acha nikwambia kwamba ile shida inakusumbua saa hii, ingia kwa maombi, ingia kwa nyumba ya Mungu, kaa katika neno, waachana na matakataka, ile kitu kinachokusumbua, na Mungu atakusikia. Maana Mungu asikilizi maombi ya mwenye dhambi. Siku ya leo jitakase, ondoa uovu wa matendo yako na Mungu atakaa ndani yako. Haleluya. Nataka tu kuomba na wewe, nikwambia kwamba siku ya leo kuanzia saa hii usisumbuke tena. Mambo ya kushinda unahangaika huku. Nataka nikwambia kwamba hangaika, muite Mungu mwenyewe. Haleluya. Na atakushuka, atakutenda mambo makubwa na ajabu. Nataka kuomba na wewe. Amen. Ubarikiwe sana. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, na kushukuru Bwana kwa hilo ujumbe ulionipatia Bwana. Umejaire Baba, tunakuwa ni watu wa kuchanganyikiwa. Siku ya leo fungua kila mmoja aliyefungwa Bwana. Uacha ukanene na kila mmoja. Uacha ukawasamee dhambi na makosa. Uacha ukawatumie kama vyombo vyako mwana wa Mungu. Usiache hata mmoja Baba yangu. Tunachanganyikiwa Jehova. Leo ingia ndani yetu ukatufungue, maana wewe ni Mungu. Na nguvu za ufalme wa giza kutuandama milango hiyo Yesu tunaifunga katika jina la Yesu Kristo. Shetani wa kuteka akili zetu tunamlipua na kumwangamiza katika jina la Yesu Kristo. Baba, tawala na kumiliki, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Mbarikiwe kabisa. Baki na amani ya Bwana.